Mchezo. Haya, mchezo gani? Wewe tulia. Usiwe na wasiwasi. Ila nachokuomba tu usiingilie. Hapo. Mie tena hata sitoingilia, ila nakukumbusha kuwa makini. Sio nitatia matatizo. Sana umeanza. Kwa nini ni mtoto mdogo jamani mpaka nifanye mchezo wangu kujinga? Nakukumbusha tu ndugu yangu. Haya basi nielewa. Haya. Haya basi. Kama kuna kitu chochote unachokifanya au shida hivi unaweza kuniambia kuwa tangu niliondoka jana unarudi sasa hivi kwa nilikwenda kwa mdogo, nilienda kusalimia. Baada ya hapo mwanae nimemkuta alikuwa na mama, sawa. Unasema kwamba ulikuwa kwa mdogo na ulikuwa na taarifa za mgonjwa, ina maana imeshindikana kabisa mimi kupata taarifa. Samahani, simu ilikuwa inazima chaji. Nishoto kama nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilishinda hata kupata taarifa nyingine. Nitasema John. Tambua kuwa nakupenda sana. Kitendo cha wewe kutokuwa nyumbani kimeniumiza sana moyo wangu. Na pia uwezi ama jana sikupata kabisa. Na kitendo cha wewe kutokurudi jana nyumbani, mimi nimekosa usingizi kabisa. Lakini leo narudi ananiambia kuwa ulikuwa kwa mdogo na kulikuwa na mgonjwa. Mke wangu sasa hivi umebadilika sana. Baba, nimechoka. Hivi ndio Roma, nimechoka. Sawa, tafadhali.
Bosi. Bosi. Mr. Jordan. Usibia. Karibu. Upo sawa kweli? Sawa. Kidogo. Mimi nilikuwa nimekuletea karatasi ulizonipa jana ili usaini. Okay. Sawa, kazi nzuri. Na vipi kuhusu na zile zingine? Bosi, nilikupa jana. Shit. Sawa. Basi usijali. Tazirekebisha. Na mbaya zaidi sasa, wameshanipigia simu wanaziulizia, wanahitaji majibu yao. Ngoja nisikie, nizisaini. Kisha nitakwambia wapigie simu kwa ziko tayari. Sawa, ila upo sawa kweli? Ya, niko sawa. Asante kwa kazi nzuri. Good day. Asante. Mke wangu. Kusikia. Hivi unataka kuniambia kuwa bado unaumwa? Jordan, wewe ni mwanamke gani usioelewa? Sinishakwambia kama mimi naumwa. Lakini mke wangu, ni ugonjwa gani ambao wewe unaumwa? Mimi mume wako sipaswi kufahamu. Kwa nini tusiende hospitali ukafanyiwe vipimo ili tujue tatizo la huo ugonjwa, then uanze kutumia dawa? Jordan mume wangu, nishakwambia kama mimi ninaumwa. Unataka kuniua au? Na kama hospitali nilishaenda na nishatambua ugonjwa wangu ni nini na ninatumia dawa. Kwa hilo usiwaze. Lakini mke wangu, tambua kuwa unanikosea sana. Mimi ni mume wako na haki ya ndoa natakiwa niipate kwako. Kama sijafanya tendo la ndoa na wewe, unahisi wapi? Jordan. Nishakwambia kwamba mimi ninaumwa. Unataka kuniua ama? Afu kwanza mimi nimechoka, sasa kelele zako nataka kulala. Samahani. Mr. Saponda. Naam. Kwanza niseme samahani kwa kupotezea muda wako, ila nimekuita hapa ofisini. Kuna kitu kidogo nataka unishauri, na imani wewe kwangu ni mtu mzima na umenipita vitu vingi sana. Waswahili wanasema ukiwa wa kwanza kuzaliwa ina maana umeanza kuliona jua, ina maana kwamba kuna vitu vikubwa ambavyo wewe unavifahamu kunishinda mimi mdogo. Mr. Saponda, kikweli mimi hapa ndoa yangu ina changamoto sana. Na changamoto yenyewe hapa unavyoniona imeshakata karibia mwezi mzima sijashiriki tendo la ndoa na mke wangu. Nakuwa kwenye mawazo sana. Sijajua mke wangu ni kitu gani ambacho kinamsibu, lakini nikimuuliza ananiambia kwamba yeye anaumwa. Lakini ugonjwa anaumwa yeye, hataki
sitaki mimi kuniambia ni ugonjwa gani. Kwa sababu kama kuna ugonjwa nilishamwambia basi mwite daktari ufanyie vipimo ili uanze tiba tujue ni tatizo gani ambalo linakusibu mke wangu. Lakini kwanza majibu yake yanakuwa ni mkato mkato. Alafu ni mtu ambaye kikweli ananiumiza sana akili yangu. Kuna muda nashindwa hata kufanya kazi vizuri hapa ofisini. Yaani sitamani hata kurudi nyumbani. Sasa hivi hii ikoje kwenye ndoa? Pole sana Mr. Jordan. Hao ndio wanawake, wana mambo mengi sana, na wewe ni mtoto wa kiume, ya kupasa kwanza uyavumilie, na la pili ulichunguze. Hapo kuna shida, hapo kwa mkeo kuna shida, kuna tatizo, kuna kitu nyuma ya pazia kimejificha. Wewe mtoto wa kiume, kaa chini, tafakari, penua vizuri akili zako, mchunguze mkeo, utajua tatizo nini. Weka chini, tafakari vizuri, mchunguze mkeo, utalijua ndo tatizo. Kuna tatizo hapo nyuma ya pazia, wewe utaligundua tu, wala usiwe na hata vitabu vya dini vimetuambia wanawake ni watu wa kuishi nao kwa akili sana. Kuishi nao kwa akili sana. Yes, kuishi nao kwa akili kweli kweli. Wewe chunguza, tafakari, utapata jibu. Wewe mwanaume unajikaza, japo kuna vitu vitakuumiza. Lakini ili upate jibu kwa usahihi, inabidi ulichunguze swala lako vizuri, uchunguze mkeo, utapata jibu tu. Hapo kuna shida. Pole sana ndugu yangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Japokuwa ni kitu ambacho kinaniumiza sana roho yangu, kwa sababu mke wangu nampenda sana sana sana, na sijawahi hata siku moja kufikiria labda kumsaliti, lakini ananichanganya sana akili. Ila mimi niseme asante sana kwa kunipa ushauri wako, na mimi nakuahidi kuwa nitafanyia kazi. Hakuna shida ndugu yangu. Mimi niseme asante sana. Nashukuru. Pole sana. Pole sana. Mzongo bado umepitia vitu vyako, unapendeza hivi. Asante. Ise sijatarajia. Mimi nilizoea kuona tu siku zote huko kawaida. Anasema labda wenda hapa kishua nao wapendeza kipindana. Unajua tu kwa pesa. Sisi watu maskini ndio tunapenda sana. Sawa, nimependeza lakini sio sana. Unajua nguo zetu sio za bei. Ili boma pale. Pia fresh. Mimi nashukuru sana kwa kuonyesha moyo kila siku kwangu.